أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza kabisa, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumtakia rehma mtume wetu, kipenzi chetu, mwalimu wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuna furaha kabisa ikhwani fillah kuweza kukutana na ndugu zetu wa sehemu kama hii ya Voi, mkutano ama mkusanyiko wa iman, mkusanyiko wa kuweza kukumbushana machache katika dini yetu. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajaalie mkusanyiko kama huu uwe ni mkusanyiko wa kheri na baraka, na iwe ni sababu yetu sote kusamehewa madhambi yetu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Ikhwani fillah, sote tukubaliana ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kila anachokifanya anakitekeleza kwa hikma ya hali ya juu kabisa. Na sisi Allah alipotuumba ametuumba kwa lengo na kwa hikma, na anachokifanya amekifanya kwa lengo na kwa hikma. Sasa sote kama umma ya Kiislamu lazima tuelewe hikma na mipangilio ya Allah kwa kila ambacho kwamba anakifanya, ili tuweze kuishi vizuri kabisa katika dunia kama hii, tukiwa katika sheria ya Allah katika hali mzuri kabisa, na huenda tukikutana na Allah tutakuwa katika hali bora kabisa. Kwa hivyo ikhwani fillah, kichwa cha maudhui yetu wakati kama huu kitakuwa al-imanu bil qada'i wal qadar, kuamini kwa mipangilio ya Allah, kuamini kwa yale ambayo kwamba Allah anayatekeleza kwa waja wake, hasatan katika dunia kama hii. Kwa kuwa kuna mambo ikhwani fillah lazima tuyaelewe, lazima tuyafahamu, ili tuweze kuishi maisha mazuri kabisa katika dunia kama hii. Wengi katika Waislamu wanakuambia sisi tuelewa mipangilio ya Allah, lakini je, tunaamini mambo kama haya? Tunaishi kwa kuamini na kukubali mipangilio kama haya ya Allah, ama hali yetu iko vipi na mipangilio ya Allah? Sasa ndugu yangu katika iman, tega masikio, na tunaomba kabisa uwe ni mwenye kuhudhurisha masikio ya mioyo kabla ya masikio ya kawaida, ili tuweze kuelewa baadhi ya mipango ambayo kwamba Allah ametupangia katika dunia kama hii, na mimi na wewe kama Waislamu ni vipi tutaamini jambo kama hili, na ni vipi tutashikamana na mambo kama haya biidhnillah. Tuelewa ikhwani fillah, leo kampuni ambayo kwamba imetengeza simu sampuli yoyote, tunaelewa ya kuwa wale waliotengeza simu kama hii ndio wako na elimu na maarifa ya simu kama hii. Akikwambia simu kama hii usiweke ndani ya maji, wewe utaiweka simu mbali na maji. Kwa ajili ya nini? Umeambiwa nikiweka simu ndani ya maji itaharibika, kwa kuwa aliyetengeza simu kama hii anajua ukiweka ndani ya maji itaharibika. Kwa hivyo wewe utaweka simu yako mbali na maji. Najua nikiweka pale itaharibika, walivyoniambia ambao kwamba ametengeza. Saizi mtu ameenda kununua gari ni yako, umenunua na pesa yako wewe mwenyewe, ukaambiwa hii gari inatumia mafuta ya diesel mathalan. Ukiambiwa inatumia mafuta ya diesel, then wewe uamue, mimi gari ni yangu, nimenunua na pesa yangu, sitaweka mafuta ya diesel, ndaweka maji kwa gari. Tuelewana? Naamua ndaweka maji kwa gari. Sasa swali ikhwani fillah, ile gari itasonga? Ukiweka maji ndani yake itasonga? Kwa nini haitasonga?
hata kama wasemani yako, lazima ufate maagizo ya yule ambaye kwamba ametengeza ndio gari kama hii iende vizuri. Mimi na wewe sote ni Allah ametuumba, lazima tufate maagizo yake. Ni vipi anataka tuishi katika dunia kama hii ili tuweze kufaulu? Hatuwezi kusema eti maisha ni yetu, tutatekeleza tunachotaka kukitekeleza. Lazima turudi kwa sheria yake, ndio atatuelekeza ni vipi twafaa kuwa katika dunia kama hii. Twasema ikhwani fillah, huku kuzungumzia mipangilio ya Allah kwetu sisi ni jambo ambalo kwamba lajulikana kama min usuli al-iman. Al-imanu bil-qada'i wal-qadar min usuli al-iman, ni katika misingi mikubwa kabisa ya iman ambayo kwamba lazima kila Muislamu ayajue. Na sisi kujua mipangilio ya Allah, tutaminu biha al-qalb, moyo yapata amani kwa kujua mipangilio ya Allah. Jambo lingine, wa yathbutu biha al-abdu inda shadaid, tutaweza kuwa na msimamo, tutaweza kuthibiti, tutaweza kusubiri wakati chochote cha tupata katika dunia kama hii. Wayaishu hayata ridha wa saada, na tutaishi maisha mazuri kabisa ya kukubali, ya kuridhia, na maisha mema kabisa tutakuwa nayo katika dunia kama hii. Twasema ikhwani fillah, kuamini katika mipangilio ya Allah, lazima kila Muislamu aamini jambo kama hili kupitia katika maneno ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam alipoulizwa na Jibril katika hadithi ya Jibril ambayo kwamba ni ndefu, ya Muhammad fa akhbirni anil iman, hebu nieleze kuhusiana na masala ya iman. Na sote tunavyojua ndugu zangu katika iman, Muislamu lazima ajue nguzo zote za iman ambazo kwamba ni ngapi? Nguzo 6. Kila Muislamu lazima ajue nguzo kama hizi. Nguzo ya mwisho kabisa, Mtume alayhi salatu wassalam akasema, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah. Lazima sote sisi tuamini mipangilio ya Allah kwetu sisi, yawe yamekuja katika hali ya kheri, yawe yamekuja katika hali ya shari, yote yametoka kwa Allah, lazima tuyamini na tuyakubali. Ndio wakasema maulama ya kuwa al-imanu bil qadari wal qada'i wajibun ala kulli muslimin, kuamini mipangilio ya Allah ni lazima kwa kila Muislamu, lazima aamini mambo kama haya. Kabla ya kuingia sana kwa mambo kama haya, twasikia al-qada'u wal qadar. Nini maana ya maneno mawili kama haya? Maana ya mambo mawili kama haya ni nini? Ikhwani fillah, wamesema maulama ya kuwa al-qadar, ukisikia mipangilio ambayo kwamba tuyazungumzia, al-qadaru taqdiru Allah subhanahu wa ta'ala lil ashya'i kulliha qabla wuqu'iha ala wifqi ilmihi wa hikmatihi. Wakasema maulama ya kuwa al-qadar taqdirullah, ni mipangilio ya Allah kwa kila kitu. Mipangilio ya Allah kwa kila kitu kabla hayajakuwa ni yenye kutendeka, na ni mipangilio ambayo kwamba yako na hikma ya hali ya juu kabisa. Na mipangilio kama haya ikhwani fillah, Allah hayapangi leo, Allah hakuyapanga jana, Allah hakuyapanga juzi. Allah aliyapanga kabla ya kuumba mbingu na ardhi. Aliyapanga mipangilio kama haya kabla ya kuumba mbingu na ardhi, alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam, inna Allaha khalaqa maqadira kulli shay. Allah aliumba mipangilio ya kila kitu. Allah aliweka mipangilio ya kila kitu katika dunia kama hii kabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Kabla ya kuumba mbingu na ardhi, Allah alikuwa shapangilia mipangilio yote katika dunia kama hii. Kwa hivyo mimi na wewe twapita katika mipangilio ya Allah, na ni lazima itakuwa vile vile Allah subhanahu wa ta'ala iwataka. Idhan al-qadaru ni mipangilio kabla ya kutendeka, yaitwa al-qadar. Wakasema maulama, al-qada'u huwa tanfidhu ma qaddarahu Allah subhanahu wa ta'ala wa ijaduhu fi waqtihi alladhi aradahu. Wakasema al-qada
ni kule kutekeleza mipangilio ambayo kwamba ameyapanga, yajulikana kama alqada. Kwa hivyo alqadar ni kupanga, alqada ni kutekeleza mambo kama yale biidhnillah. Mfano, katika alqadar Allah alikuwa ameandika atatuumba sisi siku kati ya masiku. Kwa hivyo katika lauhi mahfudh imeandikwa sisi tutaumbwa siku kati ya masiku. Hiyo ni alqadar. Baada ya sisi kuumbwa na kuja katika dunia, ile ni alqadha, kutekeleza yale ambayo kwamba ashakuwa ni mwenye kuyakadiria pale mwanzo, ndio Allah anakuja kuyatekeleza mambo kama haya biidhnillah. Na mambo kama haya ikhwani fillah twakuta yamejaa sana ndani ya Qur'an. Dalili, uthibitisho mingi kabisa ndani ya kitabu cha Allah chazungumzia masala ya mipangilio ya Allah. Allah amesema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Eleweni enyi wanadamu, fahamuni enyi wanadamu, kila kitu munachokiona na musichokiona zote tumeziumba kwa mipangilio yetu, zote tumeziumba kwa uwezo wetu, zote tumeziumba kwa ufundi wa juu kabisa ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yajua. Bal sikiza ndugu yangu katika iman, maneno kama haya mazuri kabisa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amesema ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allah yasir. Fahamuni enyi wanadamu, hakuna chochote kitakachotendeka katika dunia, hakuna chochote kitakachotendeka katika mbingu isipokuwa wakati kitatendeka Allah alikuwa amepanga kitendeke. Chochote kitakachokuwa Allah alikuwa amepanga kitakuwa, ndio inakuja kuwa jambo kama lile. Saizi tumeketi msikitini twasikiza muhadhara. Kwa nini tumeketi msikitini? Sisi twadhani tumeketi tu msikitini, lakini Allah kabla umbe mbingu na ardhi aliandika siku kama hii ya leo watu fulani wataketi msikitini. Kwa hivyo iliandiko katika lauhi mahfudh, leo ndio tunayatekeleza sasa sisi kuketi sehemu kama hii, yote kama haya ni mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi lau Allah hangetaka sisi tuketi hapa hatungeweza kuketi. Wangapi katika ndugu zetu mtu anataka kuja kusikiza muhadhara, lakini wakwambia wajua niko busy, nimeshindwa kwenda msikitini. Naam, yuko busy, ameshindwa kwenda msikitini. Allah amemwandikia hataenda msikitini kwa sababu moja ama sababu nyingine. Mwingine ni mgonjwa, iwataka kwenda kutekeleza jambo fulani, lakini amekuwa mgonjwa, amewacha kutekeleza kwa ajili ya ugonjwa. Ni Allah amemwandikia hawezi kutekeleza kwa sababu moja ama sababu nyingine. Sasa yote ambaye kwamba yatendeka katika dunia na yote ambaye kwamba tuyapitia, yote ni mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, mipangilio yote ya Allah yanapita katika mambo manne. Mipangilio yote ya Allah yanapita kwa mambo manne ambayo kwamba lazima kila Muislamu ayaelewe na ayafahamu. Wakasema maulama maratib alqada'i wal qadar, mipangilio ya Allah, mipangilio ya Allah. Wengine wakasema arkanul qada'i wal qadar, misingi ya mipangilio ya Allah katika dunia kama hii lazima yapite katika mambo manne ambayo kwamba ni bora zaidi. Chochote ambacho kwamba Allah anataka kukifanya katika dunia lazima ipite stage ya kwanza. Stage ya kwanza ni gani? Ni alilmu, lazima ipite katika elimu ya Allah. Allah hafanyi chochote isipokuwa anajua kabisa kwa nini nafanya jambo fulani. Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna Allaha kana aliman hakima. Allah ni mwingi wa elimu, yuko na hikma ya hali ya juu kabisa. Ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, anajua kila kinachotendeka katika mbingu na kila kinachotendeka katika ardhi. Ya'lam, Allah anajua mambo kama haya. Na elimu ya Allah ikhwani fillah ni elimu ambayo kwamba ni pana sana, hatuwezi
kuweza kueleza kuhusiana na elimu ya Allah, lakini kwa ujumla elimu ya Allah ni pana kabisa. Mwanadamu pia yuko na elimu na Allah pia yuko na elimu. Je, tukisema Allah yuko na elimu na mwanadamu pia yuko na elimu, tumemfananisha mwanadamu na Allah? Tunakwambia la, hatujamfananisha mwanadamu na Allah. Elimu ya Allah ni elimu ambayo kwamba imekamilika. Elimu ya mwanadamu ni elimu ambayo kwamba iko na udhaifu. Kila mwanadamu ambaye kwamba yuko na elimu ni elimu ambaye kwamba iko na upungufu na ni elimu ambaye kwamba iko na udhaifu. Mfano, katika elimu ya mwanadamu, huyu mwanadamu leo iwaitwa dokta, tena a professional doctor. Kwa nini amekuwa ni daktari? Huyu mtu amesomea udaktari, ndio akawa na elimu ya udaktari. Kabla ya kusomea jambo kama hili alikuwa hajui chochote katika utabibu. Kwa hivyo elimu yake imetanguliwa na kutojua, imetanguliwa na udhaifu. Kabla ya kujua alikuwa hajui. Baada ya kupata elimu kama ile anaweza kasahau, na ndio leo mtu yoyote yuko na elimu anaweza kasahau jambo moja ama jambo lingine mpaka aende akathibitishe. Yamaanisha ni udhaifu wa mwanadamu. Na elimu kama hii baada yake pia inakuja kupatikana na udhaifu mwingine. Ndio leo mtu anaweza kuwa ni alim, mtu amebobea sana katika elimu, lakini umri inapoenda anaanza kusahau, anaanza kuwa ni dhaif, mambo mengi yanatoka katika akili yake. Kwa hivyo elimu ya mwanadamu imetanguliwa na udhaifu, iko na udhaifu na inakuja katika udhaifu elimu wa mwanadamu. Hivi ndivyo mwanadamu alivyokuwa. Lakini elimu ya Allah yote ni ukamilifu, hakuna kutanguliwa na hakuna baada ya elimu ya Allah, yote ni ukamilifu. Allah ni al-alim, yeye ni mjuzi kabla ya kuumba mbingu na ardhi, ni mjuzi baada ya kuumba mbingu na ardhi, na ni mjuzi mpaka mbingu na ardhi zikiondoka atabaki kuwa ni mjuzi Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan elimu ya Allah imetimia na imekamilika kabisa. Ikhwani fillah, elimu ya mwanadamu sana sana kuna vitu ambazo kwamba anaona ndiye anajua na asizoziona hazijui. Lakini elimu ya Allah ni pana kabisa, hakuna chochote kilichojificha kwa elimu ya Allah. Allah anajua kila kitu hata kabla itendeke. Ndio wakasema baadhi ya maulama ya kuwa ya'lamu ma kana, Allah yuko na elimu ya yote ambayo kwamba yalikuwa. Wa ya'lamu ma yakunu, na Allah yuko na elimu ya kila kinachotendeka. Wa ya'lamu ma sayakunu, na Allah yuko na elimu ya yatakayokuja. Bal wa ya'lamu ma lam yakunu law kana kaifa yakun. Allah subhanahu wa ta'ala iwajua kabisa jambo ambalo kwamba halijatendeka, lau lingetendeka ni vipi lingekuwa. Jambo ambalo kwamba halijatendeka, lau lingetendeka ni vipi lingekuwa. Allah yuko na elimu kama hiyo. Na ndiyo tukisoma Qur'ani, ikhwani fillah, mwakuta ametueleza baadhi ya mambo kama haya. Mathalan katika suratul Tauba Allah ametueleza kuhusiana na sifa ya baadhi ya wanafiki, na Allah tuepushe sote na sifa ama kutokana na sifa za unafiki. Wale wanafiki walipoambiwa watoke katika jihad pamoja na Mtume alayhi salatu wasalam, wakaanza kuleta excuses, wakatoroka, wengine wakajificha, hawakuweza kutoka katika jihad. Mtume akaenda peke yake na baadhi ya masahaba. Sasa Allah anamueleza Mtume lau angetoka ni vipi hali yao ingekuwa. Allah yamwambia Mtume, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum sama'una lahum. Hawa wanafiki hawajatoka pamoja na wewe, na lau wangetoka pamoja na wewe hawangekuzidishia chochote katika jihad, hawangekuzidishia chochote sehemu ambayo kwamba unakoenda, bali wangekuzidishia fitna juu ya fitna. Kwa kuwa hawa wanafiki wanakuja kwa vuruga Waislamu, wanakuja kuleta shida. Sasa hiyo ni elimu ya jambo ambalo kwamba halijakuwa, na lau lingekuwa ni vipi lingekuwa. Allah amemweleza Mtume alayhi salatu wasalam.
Kwa hivyo chochote ambacho kwamba Allah anatuletea duniani lazima ipitie kwa elimu ya Allah, elimu ambayo kwamba ni pana kabisa. Anajua hili nilichowaamrisha ni vipi kitakuwa na hali yake ni vipi iko, ni alilmu, inapita kwa elimu ya Allah. Jambo la kwanza kabisa. Jambo la pili, baada ya Allah kujua kila kitu itakavyokuwa, alkitaba, Allah anaanza kuandika. Kwa hivyo hakuna chochote kitakachotendeka duniani ila kiko katika lauhil mahfudh, isipokuwa kimeandikwa mbele ya Allah. Ikhwani fillah, hakuna bahati mbaya kwa Allah. Mimi na wewe yaweza patikana kitu bahati mbaya, nifanye jambo niseme afwan, sikujua, niseme afwan, sikuwa na umaarifa ama ufahamu, lakini mbele ya Allah hakuna bahati mbaya. Limadha? Alkitaba. Mtume alayhi salatu wassalam ametueleza ya kuwa awwalu ma khalaqa Allahu alqalam, la kwanza kabisa alichokiumba Allah ilikuwa ni kalamu. Kwa hivyo kitu ya kwanza kuumbwa kabisa ni nini? Ni kalamu ambayo kwamba Allah aliiumba. Kisha Allah kaiambia uktub, ewe kalamu andika. Mtume wasema fajara ala sahaif, ile kalamu ikaanza kuandika mambo mengi sana katika lauhil mahfudh, ma huwa kainun ila yaumil qiyama, kila kitakachokuwa mpaka siku ya Kiyama. Kwa hivyo mambo yote yamekuwa ni yenye kuandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna dhalika fil kitab, kila kilichokuwa katika dunia, katika bingu, katika ardhi, kila kinachopatikana sehemu yoyote, inna dhalika fil kitab, yote kama hayo yako katika lauhil mahfudh, yameandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo chochote ambacho kwamba chapatikana duniani kiko katika lauhil mahfudh. Usiwe na wasiwasi na jambo kama hili, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Stage ya tatu ya mipangilio ambayo kwamba tuyazungumzia inayopitia, ya kwanza tumesema ni alilmu, ya pili ni alkitaba, inakuwa ni yenye kuandikwa, ya tatu almashia. Ikhwani fillah, hakuna chochote kitatendeka duniani isipokuwa kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu inatendeka duniani na Allah hataki itendeke, isipokuwa Allah anataka itendeke. Liwe ni jambo la kheri, liwe ni jambo la shari, Allah ametaka lile jambo litendeke. Na pengine hii ya tatu tunaweza tukashangaa sana. Vipi utasema kila kinachotendeka katika dunia Allah ametaka itendeke? Tunakwambia naam, lazima Allah ametaka itendeke. Pengine mtu huenda akauliza, hata maasi ambayo kwamba inatendeka, Allah kwani ametaka itendeke jamani? Pengine mtu huenda akauliza swali kama hii. Na swali kama hii, wacha kwanza nirudishe kwenu. Kwanza ikhwani, twakubaliana sote jambo moja biidhnillah. Twakubaliana nini? Kila kinachotendeka duniani Allah ametaka itendeke, si ndio hivyo? Kuna mtu anapinga? Kwanza nataka kwanza twende taratibu na pamoja. Kuna mtu anapinga ya kuwa si kila kinachotendeka Allah ametaka? Kwa hivyo sote tuko pamoja mpaka hapo, sio? Kwa hivyo kila kinachotendeka Allah ametaka itendeke. Naam. Ya pili sasa, mambo ya kheri yaliyotendeka duniani Allah ametaka itendeke? Jambo lolote la kheri limetendeka duniani Allah ametaka litendeke? Saizi tumeswali, si ndio hivyo? Allah ametaka tuswali. Watu wanasaidia, wanatoa sadaka, Allah ametaka wasaidie. Mashaallah, naona hapo tunaenda vizuri pia. Na mlivyoitikia ya pili, tuje kwa ya tatu sasa. Maasi yanayotendeka katika dunia Allah ametaka yatendeke? Hapo sasa kila mtu amekauka sasa. Ya pili kila mtu amekubali. Maasi yanayotendeka katika dunia Allah ametaka yatendeke? Ama tutasema Allahu a'lam. Hiyo tuwache sasa hiyo. Ya pili ikhwani, kila jambo la khairi latendeka Allah ametaka litendeke, si ndio hivyo? Hapo naona kila mtu ako sawa kabisa, tunatingisha kichwa vizuri. Ingine, maasi yanayotendeka Allah ametaka yatendeke? Hapo tumenyamaza, hapo hatutaki kuzungumzia, lakini tutazungumzia mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala, si ndio hivyo? Tumesema kila kinachotendeka katika dunia
Allah amejua ama hajui? Allah anajua limetendeka ama halijui? Anajua yametendeka. Hata kama ni mambo ya shari ambayo kwamba yametendeka, Allah ametaka yatendeke, sema naam, Allah ametaka itendeke. Allah ametaka hiyo shari itendeke. Saizi mtu ni tariku swala, kwa nini haswali? Kwani Allah hataki yule mtu aswali? Naam, Allah hataki yule mtu aswali. Jambo la shari limetendeka duniani, Allah ametaka litendeke? Naam, Allah ametaka litendeke. Isipokuwa mambo yote ambayo kwamba ni ya kheri yakitendeka, Allah ametaka litendeke na anapenda mambo ya kheri. Mambo ya shari ambayo kwamba yametendeka, Allah anataka yatendeke? Naam, Allah anataka yatendeke, lakini hayapendi. Allah anataka yatendeke, lakini hayapendi. Sasa pengine hapa itatusumbua akili. Vipi unasema anataka yatendeke na hayapendi? Nakwambia naam, hata wewe kuna kitu unaweza fanya na haupendi. Shida iko wapi? Hata mwanadamu kuna kitu unaweza fanya na mwenyewe haupendi ile kitu, lakini umefanya ile kitu. Kwa nini umefanya? Kwa sababu fulani ambayo kwamba itarajia. Tuchukue mfano ambaye kwamba ni mzuri sana, itatusaidia biidhnillah. Nayo ni Allah. Kwanza tumuomba atuhifadhi na tunusuru sisi sote biidhnillah, atuongoze katika njia ambayo kwamba ni sawa biidhnillah. Saizi mtu yuko na mtoto wake. Huyu mtoto, na Allah atuhifadhi sote, amepatikana na shida katika mguu ama katika mkono. Amepatikana na shida katika mguu ama katika mkono. Ile mguu, shida ambayo kwamba imeipata, amepeleka hospitali, mwisho madaktari wanamwambia hii shida inasonga. Kwa hivyo solution itakuwa nini? Tukate ile mguu. Lazima tukate ili at least aweze kusurvive kiumbe kama huyu. Na hiyo ndio solution ambayo kwamba tuko kwayo. Sasa kama baba mtoto, ukiambiwa solution ya akatwe mguu aweze kusurvive, utasemaje? Utakubali ama hautakubali? Utakubali. Wewe ukikubali, unapenda ile kitu? Haupendi ile kitu, lakini mbona umekubali na hauipendi? Umeangalia matokeo yake. Umeangalia nini? Matokeo. Wacha nimkate, lakini nibaki na mtoto wangu, si ndio hivyo? Sasa wewe ukiangalia matokeo, umekubali hili jambo hata kama silipendi, lakini wacha nibaki na hii matokeo. Sasa matokeo ndio umeiangalia. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna jambo linatendeka katika dunia, ametaka litendeke, lakini halipendi hili jambo, anapenda ile matokeo, anataka ile matokeo. Na ndio kuna baadhi ya watu wanaingia katika madhambi. Kwa nini wanaingia katika madhambi? Hawa watu Allah ametaka waingie katika madhambi. Kwa ajili ya nini? Allah amewaandikia ni watu wa nar, na Allah tuepushe kutokana na moto wa jahannam. Ashaandikiwa ni mtu wa nar, kwa hivyo lazima atekeleze yale mambo, aende sehemu ambayo kwamba ameandikiwa. Na kuna baadhi ya watu ambao kwamba Allah anawarekebisha na madhambi. Subhanallah, tuelewana? Kuna watu Allah anawarekebisha na madhambi. Vipi Allah anamrekebisha na madhambi? Kuna mtu anaingia katika dhambi, baada ya kumkosea Allah, ile kitu inamchoma sana, inamsumbua sana, na inakuwa ni sababu yake yeye kurekebika na kupeleka maisha yake vizuri sana. Mumeona watu kama hawa? Yaani mtu amerekebika baada ya dhambi. Sasa kuna mtu anawekwa katika dhambi ili alete tauba. Allah ameona kuna tauba pale, amemwekea, anatekeleza dhambi, then anakuja kuleta tauba. Na kuna mwingine anaingia katika madhambi, ameandikiwa anaenda katika nar. Sasa yote yako na hikma kubwa kabisa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu ambaye kwamba anaingia katika madhambi yanayotendeka, Allah ametaka, lakini hayapendi madhambi. Ametaka yatendeke kwa hikma, ima kumsafisha huyu mtu, ama aende sehemu ambayo kwamba ameandikiwa, nayo yajulikana kama al-mashia. Na haya matakwa ya Allah, Allah ameyafungamanisha na sisi. Allah amesema wama tashauna illa an yasha Allah, chochote unachokitaka hakiwezi kuwa mpaka Allah atake. Mimi nataka kufanya jambo fulani, sina uwezo, lakini Allah akitaka kitakuwa kile kitendo, na Allah asipotaka haiwezi kuwa kitendo kama ile.
alivyosema Imamu Shafi'i rahimahullah ya kuwa ma shi'ta kana wa in lam asha, unachokitaka ewe Allah kiwe kitakuwa hata kama mimi sikitaki. Wama shi'tu in lam tasha lam yakun, na ninachokitaka kiwe kama hautaki hakitakuwa kile kitendo. Kwa hivyo kila tunachokitaka kama Allah ametaka bila shaka itakuwa, na kama Allah hajataka haitakuwa jambo kama hili. Kwa hivyo stage ya tatu ni almashia. Tumeanza na alilmu, alkitabatu, almashia. Stage ya nne ni alkhalqu. Sasa Allah akija kuumba jambo, kila kitu ashaipangia, kila kitu imewekwa vizuri kabisa, na ndiyo Allah amesema Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah ameumba kila kitu, kabla ya kuumba ameipangia vizuri kabisa. Mimi na wewe ndugu zangu katika iman, kabla tuje duniani kila kitu ishapangwa, na sote tuelewa hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ambaye kwamba Mtume alayhi salatu wasallam yasema yujma'u khalqu ibn adama fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika. Huyu mtoto akiwa katika tumbo la mamake anapitia stages tofauti. Stage ya kwanza ni nutfa, ni sperms, anakuwa ni sperms katika tumbo ya mamake for 40 days. After 40 days anabadilika yule mtoto kutoka katika sperms anakuwa katika alaqa, a clot, kipande cha damu ambacho kwamba kimeshikana, inakaa 40 days. After 40 days ana change from a clot, anakuja katika mudgha, kitu kama nyama ambayo kwamba imetafunwa, inakuwa tena 40 days. Tumeelewana? 40 days tumesema mara ngapi? Mara 3. Kwa hivyo 40 times 3 ni ngapi? 120, si ndio hivyo? 120 ibadilishe katika miezi, itakuwa ni miezi ngapi? Miezi 4 months, sawa? Kwa hivyo after 4 months Mtume amesema thumma yursalu ilayhi malak. After 4 months malaika anatumwa katika tumbo ya yule mama, anampulizia roho na anamwandikia mambo manne. Kwa hivyo after 4 months yule mtoto ambaye kwamba yuko katika tumbo ni mtoto, ashakuwa ni mtoto. Tusikize hapa vizuri sana ikhwani fillah. Mwanamke ambaye kwamba yuko na ujauzito wa miezi 4, yule mtoto yuko hai ndani ya tumbo ya mamake. Kwa hivyo huyu mama akipata miscarriage, leo kuna makosa makubwa sana yanafanywa. Mama anapata miscarriage 4 months ama 5 months, ile kitu inachukuliwa inafungwa inatupwa. Si hivi ndio wanafanya jamani? Ikhwani, after 4 months amepata miscarriage, yule ni mtoto, anafaa kuchukuliwa, aoshwe, akafiniwe, aswaliwe na azikwe katika makaburi ya Waislamu. Tuelewana? 4 months yule ni mtoto jamani, yuko na roho. Hata kama nika kitu kama ikidole, hata kama nika kitu hivi, kuna vile inaoshoshwa, inafungwa, hata kama ni kafan kiasi gani, inaswaliwa, anaenda kuzikwa katika makaburi ya Waislamu. Na ndio wakakubaliana maulama ya kuwa mwanamke yoyote anayetoa ujauzito baada ya miezi 4 anaandikiwa ameua kusudi. Kama hana sababu yoyote ya kufanya, anaandikiwa ameua kusudi, kwa kuwa yule ni mtoto katika tumbo ya mamake. Mtume amesema thumma yursalu ilayhi malak, anatumwa malaika kwa tumbo ya yule mama, fayanfukhu fihi ruh, anapuliziwa roho. Na ndio mtoto after 4 months utakuta na gonga tumbo ya mamake, ana stretch, anafanya nini, kwa kuwa yule ni mtoto ambaye kwamba yuko kabisa vizuri. Kisha anaandikiwa mambo manne: bikatbi wa yu'maru bikatbi rizqihi, anaandikiwa riziki yake wakati yuko miezi 4 katika tumbo ya mamake. Riziki yake kiasi gani atakula katika hii dunia, vipi atapata riziki yake. Wa ajalihi, anaandikiwa atakufa katika hali gani, vipi atakufa kwa ugonjwa, atakufa kwa ajali, kila kitu ishaandikwa. Wa amalihi, anaandikiwa a'mala ambazo kwamba atazitekeleza duniani, anaandikiwa wa shaqiyun am sa'id, atakuwa katika watu wa janna ama katika watu wa nar, ishaandikwa katika tumbo ya mamake tangu mama yuko na mimba ya miezi 4.
Tumeelewana? Kwa hivyo stress ya maisha tuache. Riziki ilishaandikwa yako kabla uje katika dunia. Riziki yako ilikuwa ishaandikwa pale. Mbona leo watu wako na shida na riziki? Alafu wanaanza kumlaumu Kasongo. Unajua Kasongo ametuwekea maisha ngumu. Yaani Kasongo na wewe mnahusiana nini? Wewe Allah amekuambia famshu fi manakibiha, tembeeni katika ardhi ya Allah, tafuteni riziki ya Allah na mumtegemee Allah, mtapata ile riziki. Wachana na ule mtu. Leo kama umekosa, hata Kasongo akitoka utakosa tu. Kwa ajili ya nini? Yeye hana alaka yoyote na riziki yako. Nani ambaye kwamba anaturuzuku? Allah ndiye anaruzuku. Idhan usifungamanishe riziki yako na mtu fulani. Allah amesema inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Na ni makosa kufungamanisha riziki yako na mdosi wako. Leo kuna baadhi ya watu wanaona mimi mdosi wangu ndio kila kitu, nikifutwa kazi ndakufa njaa. Ya ikhwani, ile kazi unayofanya ni sababu ya kupata riziki, lakini Allah ndiye anaruzuku. Na inaweza kufungika sehemu kama hii, ifunguke sehemu nyingine kulingana na hikma ya Allah. Hata kama tunamtegemea Allah, tunachukua baadhi ya sababu ya kisheria. Kwa hivyo lazima tumfahamu Allah, tutekeleze mambo kwa kumridhisha Allah bila kufungamanisha mambo mioyo yetu na mambo ya kidunia. Kwa hivyo mambo manne kama haya ikhwani fillah: alilmu, Allah amejua kila kitu katika hii dunia. Alkitaba, ameandika kila kitu. Almashia, ametaka yatendeke. Alkhalqu, mwisho akija kuumba kila kitu iko kwa mpangilio wa hali ya juu kabisa. Na leo watu wako na wasiwasi sana na riziki zao. Paka mmoja katika maaima wakubwa kabisa yajulikana kama Imam Suyuti amesema maneno ya hikma kabisa. Iwasema khamsun fil atfali law kana khamsun fil atfali ma'a abaihim law kanat fil kibari ma'a rabbihim lakanu min awliya illah. Mambo matano kwa watoto wadogo pamoja na baba zao. Lau matano kama haya yangekuwa kwa watu wazima, wangekuwa ni katika mawali wakubwa sana wa Allah. Yani ni kama sisi tunaambia tusome kwa watoto wadogo. Na wewe kama una busara na hikma, kila sehemu unaweza kuchukua elimu, unaweza kusoma kwa kitu yoyote. Angalia watoto wadogo walivyokuwa na roho safi, wanapendana, wakikosana dakika moja wamesolve na wanacheka. Watu wazima wanabebeana chuki katika mioyo yao, hasad katika mioyo yao. Mbona leo watu wamevurugana mpaka mtu anamwambia mwenzake hatuwezi kusuluhisha mimi na wewe katika hii dunia mpaka tukutane na Allah, lakini watoto wadogo wanakosana na wanasuluhisha, mambo imeisha. Sasa nani ambao kwamba anaelewa? Tusomeni kwa watoto wadogo kama hawa jamani. Bal angalia mtoto mdogo kama huyu. Mtoto iwajua yuko na baba, miaka 2, miaka 3, anajua baba yuko. Na maadamu baba yuko, yule mtoto anajua atapata chakula yake. Yeye hataki kujua, anajua atapata breakfast, atapata lunch, atapata supper. Yeye hataki kujua penye tatoka. Maadamu baba yuko, atapata chakula chake. Na si anapata chakula chake. Ama ushamuona mtoto wa 2 years ako na stress ya maisha? Hana stress, anajua baba yuko, kila kitu imeenda vizuri. Sisi kama watu wazima tunamtegemea nani? Sisi tunamtegemea nani? Kwani tunamshukuru Allah? Tunamshukuru Allah. Mbona leo tuko na wasiwasi na riziki zetu? Na Allah ametugaranti, anasema wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Chochote kilichokuwa katika ardhi riziki yake iko kwa Allah, lakini bado tunamshukuru Allah. Wasiwasi tu, sijui kama ndapata, sijui kama ndakula. Kwani wewe unashukuru kama Mungu yuko? Mtoto mdogo hana wasiwasi na babake, sisi tuko na wasiwasi na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maisha inakuwa ngumu. That's why nimesema mtoe kasongo katika maisha yako, mtegemee Allah. Allah ndiye anakuruzuku, Allah ndiye anakufungulia kila kitu, na utaishi maisha mazuri kabisa ndugu zangu katika imani. Ikhwani fillah, hivi sasa tutazungumzia al-qadha wal qadar, mipangilio ya Allah katika hali ambayo kwamba tumeweza kuyazungumzia. Tukiendelea kidogo, thamaratul imani bil qada'i wal qadar. Sisi kujua mipangilio ya Allah, kitu gani tufaidika nayo? Matunda yapi twayachuma kwa kuelewa mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala? Jambo la kwanza, at-tumaninatu 'inda al-masaib. Twapata utulivu na amani wakati tumepatwa na musiba. Umepatwa
na shida yoyote, Allah ametaka inipate. Qaddara Allahu wa ma shaa faal. Allah ametaka na imekuwa alivyotaka Allah. Kwa hivyo wapatwa na amani. Hatusemi eti haitakusumbua wala haitakuchoma. Naam, inaweza ikakusumbua, inaweza ikakuchoma, lakini najua ni Allah ametaka jambo kama hili litendeke. Saizi mtu ameapply kazi, umeng'ang'ana, umeapply kazi sana. Baada ya kuapply kazi, unakuta ile kazi umekosa. Baada ya kukosa, wakuta mtu waanza kulalama, yuwapiga kelele, mpaka mtu yakwambia niko na nuksi, watu wananiangalia macho mabaya. Shekhe, kama umekosa, sema qaddarallahu wa ma shaa faal. Allah ndiye ametaka na amefanya anachokitaka, na biidhnillahi wallahi utapata amani katika nafsi yako, bila kuanza kujipa fikra mingi, ni fulani ni fulani ni fulani. Saizi wataka kufanya jambo halijawezekana, Allah ndiye ajaniandikia kitu kama hii, story imeisha. Na kama hajakuandikia pale, atakufungulia ingine mzuri kushinda jambo kama hili. Mtume alayhi salatu wasalam amesema, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kimbizana na kila kitakacho kunufaisha duniani ama akhera, taka msaada kutoka kwa Allah. Lakini Mtume akasema, wala ta'jaz, usikate tamaa. Fa in asabaka shay'un, ukipatikana na natija ya aina yoyote, fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha. Usiseme, usianze kujilaumu, lau ningefanya hivi ingekuwa vile. Usijilaumu, walakin qul qaddara Allahu wa ma shaa fa'al. Allah ametaka na sio limekuwa. Saizi mtu ni mgonjwa. Kwa nini mtu ni mgonjwa? Muislamu ambaye kwamba anaumwa, Muislamu ambaye kwamba ni mgonjwa, anajua ya kuwa Mtume ametueleza ya kuwa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Allah akiwapenda watu anawapa mtihani. Kwa nini mimi naumwa leo? Allah ametaka niumwe. Kwa nini Allah ametaka niumwe? Anataka kunisamehe baadhi ya madhambi. Tuelewana? Anataka kunisamehe baadhi ya madhambi, kwa kuwa ibtila ni kusafishwa kutokana na madhambi. Na wallahi ukienda kwa hali kama hii utakuwa vizuri kabisa. Niko na huu musiba kwa kuwa Allah anataka kuniondolea madhambi. Kila hali unayopitia, saizi uko na stress, pengine kuna kitu inakusumbua. Kule tu kuwa na stress, kuna madhambi unafutiwa. Umetaka kitu fulani haijakuwa, imekuwa tofauti, ukasubiri, kuna madhambi unafutiwa na kuna daraja unapandishwa. Mbona tuwe na matatizo katika dunia kama hii? Na sisi tunajua Allah yuko na kila kitu itakuwa under control, itaenda vile Allah subhanahu wa ta'ala anataka. Kwa hivyo jambo la kwanza, kwa nini sisi tunazungumzia masala kama haya? Tupate amani na utulivu. Saizi mtu ameondokewa na mtu wake wa karibu. Wajua musiba, ikhwani, ya mauti ni jambo kubwa sana, na mtu haizielewa uzito wa mauti mpaka itakapomgusa. Na Allah tuomba tunusuru, atuhifadhi sisi sote. Wakati itakugusa ndio utaelewa uzito wa mauti. Saizi waambie fulani amekufa, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fulani amekufa, inna lillahi. Fulani kila wakati inna lillahi. Lakini afika wakati waambiwa babako amekufa. Pale mtu akiambiwa hivi, unakuta mwingine ana faint. Si ndio hivyo? Mbona mtu ana faint? Na jana ukiambiwa jirani amekufa ulisema inna lillahi, mbona leo umefaint? Wakati itakugusa ndio utajua uzito wa jambo kama hili. Lakini hata kama mtu atalia, hata kama mtu ataona uzito kwayo, akubali aseme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. At the end of the day lazima tu tumshukuru Allah. Hakuna kitu ambaye kwamba tutafanya. Hata tukianza kulalama, hata tukipiga kelele, yule mtu ataamka? Hawezi kuamka, story yake kuisha. Na bal angalieni hikma ya Allah. Saizi mtu amekufa kwa hikma ya Allah, ametaka aondoke duniani, siku zake zimefika. Na sisi tunahuzunika, sisi tunalia, na yule mtu si eti tunalia arudi, tunalia tu kwa ile loneliness ambayo kwamba tutaipata. Lakini yule mtu akirudi atatuharibia dunia, akirudi atatuvurugia dunia. Jaribu kuangalia ikhwani fillah, saizi mtu anaambia fulani amekufa, watu wanalia, baba amekufa, watu wanalia, wengine wanatoa maneno za ajabu, kwa nini umeenda, kwa nini umetuacha, mbona umefanyaje, maneno ya ajabu sana. Sasa ile watu wanalia, yule mtu amke, arudi tena, ambene nisharudi sasa.
hali ya watu itakuwa vipi? Huyu ambaye kwamba alikuwa akilia, hali yake itakuwa vipi? Ya akhi, alikuwa ndani ya room, utamkuta sharuka nyuma ile nyumba, mpaka washangaa umefikaje kule. Anakwambia hapana, hii mambo si ya kawaida. Sio ndio ulikuwa ukileo unataka huyu mtu arudi, si ndio? Yeye amerudi sasa, itabidi ahame Kenya kabisa, hawezi ishi Kenya. Anakwambia nchi siwezi rudi tena. Si wewe ndio ulikuwa unataka huyu mtu arudi? Idhan, kwa nini ulikuwa unalia sasa? Mbona ulikuwa unalia na akirudi mwenyewe utaki kuishi sehemu kama ile? Na jambo kama hili mfano wake umetokea kidogo, lakini si eti mtu amefufuka. Kwa kuwa mtu akifa amekufa, story yake kuisha. Lakini kitu kama imetendeka, angalia hali ya watu ilivyokuwa. Hapa Nairobi Majengo kulikuwa kuna wazee wawili. Kitambo hawa wazee kumbe walikuwa ni matwins. Tena ni watu wanafanana sana. Mmoja alikuwa akiishi Majengo, mwingine anaishi Tanzania. Sasa yule wa Majengo ndo watu wanamjua, hawajui kama yuko na ndugu yake kule. Siku kati ya masiku yule mzee wa Majengo akafa, na habari ikaenea mpaka ndugu yake akaambiwa, ndugu yako amekufa. Sasa mazishi ikapangwa. Baada ya kupangwa mazishi, yule ndugu yake akawa anatoka Tanzania na kuja kwa mazishi ya ndugu yake. Hawa watu wamemzika yule mtu mchana, na unajua kuna baadhi ya watu wanaanza kusoma khitma. Unajua vitu kama hizi, ingawaji ni vitu ambazo kwamba si vizuri na haiko katika dini. Sasa watu wameketi baada ya maghrib wanasoma khitma. Yuko na wako na ustadhi wao, kila mtu amepewa Qur'an wanasoma. Yule mtu alianza safari yake asubuhi, usiku ndiye amefika pale Majengo. Amekuja amechukua gari, ameenda mpaka Majengo. Akaenda mpaka kwa nyumba ya ndugu yake, akabisha mlango. Watu wameketi, kila mtu wanasoma Qur'an. Alipobisha mlango, yule aliyekuwa mlangoni akafungua. Alipomwona ule mtu, aliacha Qur'an bio mlango ya nyuma huyo. Sasa wale ambao kwamba wameketi wakaanza kushangaa, kwa nini mbaya? Wa pili kuchungulia, amerusha Qur'an, yeye pia ametoka. Sasa watu washangaa, nini endelea hapa jamani? Ustadh amebaki na baadhi ya watu wameketi. Sasa ustadhi waendelea kusoma soma. Yule mtu alipofungua mlango akaingia, sasa ustadhi mwenyewe sasa pia amerusha kitabu, kila mtu wametokea mlango ya nyuma. Qur'an imeishia pale hivyo. Ndio baada ya muda mama fulani akaambiwa, akaja, alikuwa akimjua huyu mtu. Akaja akamsalimia, "Oh fulani, kumbe ni wewe." Naam, akamsalimia akamkaribisha. Ndio akaanza kuwaita watu. Sasa ustadhi amekimbia mpaka kwake. Iwaite ustadhi, huyu mtu ni kadha na kadha na kadha. Ndio ustadhi pale roho ikarudi sasa. Oh mashaallah. Akaanza kuambia, tutaki mchezo kama hizi katika dunia. Sasa mchezo gani na mtu amekuja kumzuru ndugu yake ama kuja kuhamasisha ndugu yake? Sasa jambo la msingi, mtu ambaye kwamba ameondoka hawezi akarudi, na akirudi atatuharibia sisi maisha. La msingi, mtu amepatikana na musiba, anasemaje? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuchunge sana maneno yetu ikhwani fillah. Mtume alayhi salatu wassalam alisema, innal aina la tadma, macho yatoa kweli machozi, tumefiwa na ndugu yetu. Wa innal qalba la yahzan, na moyo wahuzunika kweli kumpoteza ndugu yetu. Walakin wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Hata katika ile situation chunga sana, usiwe ni mwenye kusema maneno ambayo kwamba hayafai. Kama leo baadhi ya watu unakuta wanazungumza maneno ya ajabu sana katika mazishi, mpaka mama yuko na watoto wake anaanza kumkosoa Mungu, ati Mungu, kwa nini umechukua fulani, mbona usimchukue huyu hapa? Alafu mwenye unasema yuko kando yako pia analia. Iwanza kushtuka, kwani mimi sasa ndo nataka niende ndo usilie? So vitu kama hizi hazifai kwa mtu yoyote. Sisi twasema maneno ya kumridhisha Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na sisi wengine tunaenda kuwapa pole watu kama wale. Almuhim ikhwani fillah, twasoma kuhusiana alqadha wal qadar, tupate amani katika musiba. Chochote kimekupata, rudi kwa Allah. Saizi mtu alikuwa akifanya kazi, ameenda akakuta amefutwa kazi, unaenda tu naambiwa kazi yako kwisha. Ikhwani fillah, kazi umefutwa, usi lose hope na hii dunia, wala usi lose hope na hii maisha. Sote tunakubaliana, Ar-Razzaq, man huwa Ar-Razzaq? Nani ambaye kwamba anaruzuku watu?
ni Allah. Na kama pale imefungwa, wallahi kuwa na imani na Ar-Razzaq, anajua amefunga hapa, atafungua kwingine biidhnillah. Wakasema maulama ya kuwa idha ughliqa alayka bab, ikifungwa mlango mmoja mbele yako, fala tadhallu amamahu, usibaki pale ukibishabisha ile mlango, wajanibuhu asharatul abwab, na kando yake kuna milango 10 ama zaidi ziko wazi. Ile imefungwa, rudi kwa Allah, muombe ya Rabbi nipe subra ya Rabbi, ya Rabbi nipe nguvu ya Rabbi, rudi kwa Allah. Na pia kama kuna iman, mtu anafuta kazi, enda utawadhi, swali raka 2, muombe Allah, ya Rabbi nipe subra, nifungulie milango ya khairi, nimefungiwa pale, najua wewe ndio Ar-Razzaq, usiniachilie ya Rabbi. Wallahi angalia Allah atakavyo kufungulia milango ya khairi. Kwa hivyo usi lose hope na kitu yoyote ambayo kwamba imetendeka katika hii dunia. Na pia sisi, ukiona mtu ako na shida, jaribu kumpa hope, keti naye, zungumza naye vizuri, mpe subra, asubiri, na tutarajie khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, kwa nini tunazungumzia masala ya al-qadha wal qadar? Tunazungumzia masala kama haya kwa kupata nini? Ash-shaja'atu wa adamul khawfi min al-mustaqbal. Tupate ushujaa na hii dunia na tusiogope mambo yatakayokuja. Leo wengi katika Uislamu wako na stress ya kesho. Bal ajabu, mtu wako na stress ya next month. Ajabu, mtu wako na stress ya next year. Leo tuko mwezi wa 6, si ndio hivyo? Washaona mtu yuko na stress ya January. Atuwajua pesa savings zangu naona zitaisha Disemba, kuanzia January sijui nitakavyokuwa, na ameanza kuwa na stress. Ya akhi, wewe unajua kama utaamka kesho jamani? Haujui kama utaamka kesho, uko na stress ya January. Mpaka baadhi ya watu, eti mtu yuko na stress, kijana mdogo bachelor, hajaoa, eti yuko na stress ya watoto wake. Ya akhi, wewe mwenyewe haujaoa, niko na stress ya watoto. Kwa nini? Eti unaona zama ilivyochafuka, sasa watoto wangu wataishi vipi? Wewe kwanza uko na mke jamani? Hauna mke, umeanza kuwa na stress ya watoto. Wacha kuogopa eti mambo yatakayokuja hayajakuja, na yakija yako under control ya Allah. Allah ta control hayo mambo biidhnillah. Naam, zama ni chafu, dunia imeharibika. Mimi nikioa kwa mabachela biidhnillah, mimi niko na mambo yangu biidhnillah. Bachela ikiwa ataoa, anajua nikioa Allah yuko atanihifadhi na atahifadhi watoto wangu biidhnillah. Kwa hivyo kuwa na iman, oa ambaye kwamba utakayemuoa mtegemee Allah. Ukipata watoto, ng'ang'ana kuwapa malezi mazuri ya dini, muombe Allah na kila kitu itaenda vizuri biidhnillah. Idhan tuzungumzia al-qadha wal qadar, tupate ushujaa katika hii dunia na tusiogope masala ya future. Naam, you have to plan for yourself. Plan, weka plans, jipange, weka kila kitu, lakini stress ya vitu zitakazokuja, hiyo tumwachie Allah. Maadamu Allah yuko, everything itakuwa under control biidhnillah. Kwa nini sisi twasoma kuhusiana na al-qadha na al-qadar? Kusafisha mioyo yetu. Tunasoma tusafishe mioyo yetu. Al-bu'du 'anil hasad, tusiwe na hasad, tusiwe na chuki. Leo sione ndugu yako amefanikiwa, unaanza kumhusudu. Mbona unamhusudu jamani? Sote tunajua mtu akifanikiwa, ni nani ametaka afanikiwe? Ni Allah. Idhan kwa nini tunamhusudu jamani? Wallahi, mtu kama biashara yake inaenda vizuri, wallahi haiendi vizuri kwa ujanja wake, ni Allah ametaka iende vizuri. Leo kama mtu amefaulu, hajafaulu kwa akili yake, ni Allah ametaka afaulu. Idhan kwa nini unamhusudu ndugu yako? Eti fulani ameendelea, mimi naanza kunichoma. Mbona inanichoma jamani? Kwani hatumwamini Allah? Muombe ndugu yako khairi, mwambie masha Allah, tabarakallah, Allahumma barikuhu fima razaqta, ya Rabbi mbariki ndugu yangu kwa uliompa, waftah li abwaba rahmatik, na mimi pia nifungulie milango ya rehema yako. Si maisha yanaendelea vizuri sana? Mbona inaanza kuwasumbua watu sana katika maisha yao? Ajabu, mpaka baadhi ya watu wanatoka katika misingi ya sheria. Mtu anamuona mtu anaendelea, anaanza kumtumia watu wa mvuruge, anaanza kumtumia watu wa mdhuru, mpaka mwingine anaenda kwa wachawi eti wamroge fulani, wamrudishe chini. Ikhwani fillah, Allah yuwasema ya kuwa
ma yaftahi llahu min rahmatin fala mumsika lahu min ba'dih, ma yaftahi llahu min rahmatin fala mumsika laha, yeyote ambaye kwamba Allah atamfungulia katika dunia kama hii, hakuna atakayeweza kufunga ule mlango. Wama yumsik fala mursila lahu min ba'di, na Allah akikufungia mlango, wallahi hakuna ambaye kwamba atafungua mlango kama ule. Tuelewana? Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas ya kuwa wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Lau wanadamu wote watakusanyika watake kukunufaisha, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa yale Allah amekuandikia, na wakikusanyika watake kukudhuru, hawawezi kukudhuru isipokuwa vile Allah alivyokuandikia. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, si watu walizingira nyumba yake wakitaka kumuua, wamejihami na silaha, tunataka kumuua huyu Muhammad. Waliweza kumuua kwa nyumba yake? Allah hakumwandikia. Na pale pale mtume anafungua mlango, anatoka anapita katikati yao. Kwa ajili ya nini? Allah ameamua kumuhifadhi mtume, atamuhifadhi. Hata kama uko sehemu gani, Allah atakuhifadhi. Kwa nini tunazungumzia al-qadha wal qadar? Ili tupate mioyo mikunjufu. Ndugu yako amefaulu, masha Allah tabarakallah, story imeisha. Chuki tuache, hasad tuache. Ikhwani fillah, twasema ya kuwa hakuna mtu ambaye kwamba anakufungia riziki yako. Subhanallah, ajabu sana. Baadhi ya watu wanadhani eti kuna mtu anamfungia riziki yake, lazima nimtoe ndio mimi nipate riziki yangu. La yakulu ahadun rizqa ahadin, hakuna yeyote atakayekula riziki ya mwingine. Wala yahjubu ahadan fi rizqihi, na hakuna yeyote anamzuia mwingine kupata riziki yake. Kila mtu yuko na riziki yake. Kila mtu alipokuwa katika tumbo la mzazi wake alishaandikiwa riziki yake. Tusije kuvurugana kwa ajili ya riziki mpaka watu wanaanza kubebeana silaha, eti huyu mtu anataka kunifungia riziki yangu. Nani atakufungia riziki yako? Wallahi, kama ni yako itakuwa ni yako, na kama si yako si yako. Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika hadithi yake ya kuwa inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i, Jibril alimpulizia mtume katika kifua chake ya kuwa annahu lan tamuta nafsan hatta tastakmila min rizqi, hakuna nafsi itakayokufa mpaka kamilishe riziki yake duniani. Hauwezi kufa na riziki yako iko duniani, na kama riziki yako haiko duniani hauwezi kuishi. Kwa hivyo tunasoma mambo kama haya, tuache, tusafishe mioyo yetu, tusiwe ni wenye kuwavuruga watu kwa neema ya Allah. Ndugu yako Allah amemfungulia, mashaallah tabarakallah, stori imeisha. Mwingine anaruzukiwa mtoto, inaanza kuwachoma watu wengine. Kwa nini ameruzukiwa mtoto? Kwani wewe ndio unapeana watoto jamani? Al-Wahhab ambaye kwamba anaruzuku watoto ndio ametaka apate watoto, sema mashaallah tabarakallah. Lakini pia upande mwingine, sisi pia tujaribu kuhifadhi neema za Allah kwetu sisi. Tuficheni neema za Allah, si kila neema kuidhihirisha. Kama leo baadhi ya watu kila kitu status, social media. Ya akhi, nani amekuuliza vitu kama hizi? Mtu yataka kwenda umra, ati alhamdulillah guys I'm preparing to go to umra. Nani amekuuliza kama unaenda umra? Then kitu kidogo I'm packing, anapiga picha bag zake, ati saizi mimi na pack. Akiwa kwa barabara anajipiga picha on my way to Jomo Kenyatta. Akiwa ndani ya ndege. Ikhwani, haya ni mambo yanaleta hasad baina ya watu. Usidhihirishe mambo kama haya. Ajabu zaidi, mpaka baadhi ya watu mke wake yuko na mimba anampiga picha ati alhamdulillah I'm expecting. Nani amekuuliza mambo kama haya jamani? Then tukishajua inatusaidia nini? Mtoto amezaliwa anampiga picha status, alhamdulillah baby boy. Ikhwani, kuna watu wanakuambia masha Allah, lakini wako na macho makali kabisa. Munaanza kumdhuru mtoto kama huyu. Ndio unaona mtoto ameanza kuharisha, ameanza kutapika. Ni macho ya watu yaliyomwangalia, macho mabaya kabisa.
Mtume amesema wa inna lilaini haqa, macho iko na haki na inaweza ikadhuru mtu yoyote yule. Sasa ni sisi tuficheni neema, tusidhihirishe kila neema. Mtume amesema ya kuwa istainu biinjahi lhawaiji bilkitman, jisaidieni kutimiza haja zenu kwa kuficha. Jisaidieni kuficha. Leo wacha watu wakuone tu unaishi, bora unaishi, lakini we mwenyewe unajua nini unafanya. Baada ya mambo kudhihiri, alhamdulillah, lakini kwanza kueneza ndio inaleta chuki. Si kila mtu anakupenda na si kila mtu anaridhika na wewe, lakini tusianze kushuku watu. Si kila mtu ananipenda, kwa hivyo unaanza kushuku watu. La, we kuwa safe, leta adhkar, ficha neema yako ambaye kwamba imedhihirika, alhamdulillah, na insha Allah tuende vizuri kabisa biidhnillah. Kwa nini twasoma kuhusiana na alqadha na alqadar? As-sabr wa thabat, tupate subra, tuweze kusubiri na tuthibiti. Kitakachotupata Allah ametaka, tunaendelea na maisha. Ambaye kwamba haijatupata Allah ametaka, tunaendelea na maisha. Mtume alayhi salatu wasalam amesema ya kuwa wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, kitakachokupata ilikuwa ni lazima ikupate. Wama akhta'aka lam yakun liyusibak, na kitakachokukosa ilikuwa haiwezi kukupata. Ridhika, tusonge mbele na biidhnillahi mambo itakuwa vizuri kabisa insha Allah. Ikhwani fillah, tukiendelea na safari yetu insha Allah katika masala alqada na alqadar, kaifa nuhaqiqu al-imana bilqadar, vipi sisi kama Waislamu tutaishi na jambo kama hili? Vipi tutaithibitisha katika mioyo yetu kumwamini Allah katika mipango yake? Jambo la kwanza, al-akhdhu bil asbab al-mashru'a, tuchukue sababu za kisheria. Tumesema kila kitu Mungu amepanga, si ndio hivyo? Sisi tunajua vitu zenye Mungu amepanga? Hatujui. Kama hatujui, chukua sababu ya kisheria. Tunajua Allah ndio Ar-Razzaq. Kwa hivyo ukitaka riziki ufanyeje? Enda ukatafute riziki yako kwa njia halali. Enda ukatafute riziki yako huku na kule. Nisiseme hivi tuanze kuwapata watu kesho wamekuja kukaa msikitini tangu alfajiri mpaka Isha ameketi msikitini. Kwa nini? Si eti Mungu ni Ar-Razzaq, mimi nakaa hapa tu niteremshie riziki yangu. Wewe wataka bingu ianze kunyesha pilao ama chapati? Haiwezekani ya mambo kama haya. Allah ni Ar-Razzaq, enda ukatafute riziki yake, lakini mtegemee Allah. Ukipata hayo ndio Allah amekuandikia. Idhan tutahakikisha masala kama haya kuchukua sababu ya kisheria. Mtu wataka mtoto, achukue sababu ya kisheria kumpata mtoto, enda ukapose, oa. Baada ya kuoa kisheria, mtegemee Allah atakuruzuku jambo kama hili biidhnillah. Wataka chochote, chukua sababu ya kisheria, fika katika jambo kama lile. Vipi tutahakikisha kuamini katika mipangilio kama haya? Ar-ridha ba'da wuqu'i al-maqdur, turidhike baada ya Allah kutupa natija, baada ya Allah kutupa result, ridhika na ile kitu, tuendelee mbele katika maisha yetu. Sisi husnu dhannu billah, sisi tutahakikisha mipangilio ya Allah kwa kuwa na dhana mzuri na Allah. Chochote kitakachonipata lazima nimdhania Allah vizuri, hata kama ni ubaya kwangu mimi namdhania Allah vizuri. Kwangu inaweza kuwa mbaya kwa macho yangu, lakini Allah yuko na khairi kwayo. Kwa hivyo tunakuwa na husnu dhan billah, tunamdhania Allah vizuri. Na jambo la mwisho katika jambo kama hilo, vipi tutahakikisha kuamini katika mipangilio ya Allah? Kathratu dua, tukithirishe dua, tumwombe Allah aturuzuku mambo ya khairi, atuepushe kutokana na mambo ya shari, na tutaenda katika hali ambayo kwamba ni nzuri zaidi. Ikhwani fillah, hivi sasa tutagusia pia kwa uchache akhta'un taqa'u fi babil qadar, baadhi ya makosa ambayo kwamba yanapatikana katika mlango kama huu wa mipangilio ya Allah. Saizi tushasema ya kuwa kila kitu inaenda kwa mipangilio ya Allah, na kitakachotendeka Allah ametaka kitendeke. Sasa watu wasinielewe vibaya. Sasa kuna makosa ambayo kwamba watu wanakuja nayo katika jambo kama hili. Jambo la kwanza, al-ihtijaju bilqadari ala al-maasi. Tumesema ya kuwa kila kitu kitendeka Allah ametaka itendeke.
Sasa watu wasianze kumuasi Allah kisha iwakwambia eti Allah ametaka ni muasi. So umesema kila kitu inatendeka kwa Allah kutaka, then mtu anaenda kuiba. Ukimuuliza kwa nini unaiba, si Mungu ameniandikia niibe, wacha niibe. Kwa nini unadanganya, si Mungu ameniandikia nidanganye, wacha nidanganye. La, itakuwa ni mchezo. Mtu asiwe ni mwenye kutumia maasi kisha anaanza kusema ni Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia. Hapo tutagusia mambo kama haya biidhnillah kwa uchache, isipokuwa hatufai kufanya jambo kama hili. Leo tukisema hivi, pengine mtu huenda akauliza, si umesema kila kitu imeandikwa, kwa hivyo mimi naiba kwa kuwa Mungu ameandika? Tunakwambia ni sawa. Tuje na hiyo fikra ambayo kwamba uko nayo. Saizi rafiki yako amekuja mbele yako akakupiga kofi. Akikupiga kofi, unamuuliza kwa nini unanipiga? Anakuambia si Mungu ameandika nikupige kofi. Tuelewana? Hali yako itakuwa vipi? Utamwambia alhamdulillah, nipige ingine tena ameandika? Utakubali mambo kama haya? Amekupiga kofi akakwambia ni qadar, utakubali? Hauwezi kukubali, kwa kuwa hii ni mchezo sasa katika dini. Hauwezi fanya jambo kusudi kisha unasema Mungu ameandika, isipokuwa baada ya kutendeka ndio Mungu ameandika. Lakini kabla ya kutendeka, wewe haujui masala ya qadar, usitumie jambo kama hili kutaka kuingia kwa maasi ama kutaka kuudhi watu. Inakuwa ni mchezo katika qadar na inakuwa ni ufahamu ambao kwamba si mzuri. Jambo la pili, tarkul asbabi bihujjati tawakkul. Mtu wawacha sababu ya kupata jambo eti kwa kuwa anamtegemea Allah. Saizi mtu wataka mtoto lakini hataki kuoa, hataki kuoa kisha wasema mimi nataka mtoto. Huyu mtoto atatoka wapi? Lazima tuchukue sababu ya kisheria tufike sehemu kama ile, lakini tusiwache kuchukua sababu kisha tuseme tumtegemea Allah. Ile itakuwa ni mchezo katika dini, itakuwa si masala ambayo kwamba tuizungumzia. Jambo lingine, aljaza'u watasakhutu inda almusiba. Leo makosa yanapatikana katika qadar ni watu kuudhika, kukereka wakati wamepatikana na shida. Leo mtu amepatikana na musiba, anazungumza maneno ya kufru, maneno ya ushirikina eti kwa ajili ampatikana na jambo kama hili. Hiyo inakuwa ni makosa kabisa na ni jambo ambalo kwamba halifai kabisa. Mwisho kabisa, ikhwani fillah, jambo ambalo kwamba twamalizia twasema al-ihtijaju bilqada'i walqadari ala thalathati aqsam. Kuleta hoja ya mipangilio ya Allah iko katika sampuli tatu. Tusikize vizuri, na hii nadhani itatusaidia sana katika maisha yetu. Iko katika sampuli tatu. Kuna kitu yazatendeka kweli tuseme ni mipangilio ya Allah, na kuna ingine kitendeka kweli ni mipangilio lakini tutasema ni mchezo ambao kwamba watu wanaleta, tulivyogusia baadhi ya mambo. Kwa hivyo mtu kuleta hoja kwa mipangilio ya Allah iko katika sampuli tatu. Sampuli ya kwanza, ihtijaju bilqadari ba'da nuzuli almasaib. Mtu kuleta hoja kwa mipangilio ya Allah baada ya jambo kutendeka. Saizi mtu ameenda kutoka sehemu fulani, ameteleza, ameanguka, amevunjika. Tuelewana? Alikuwa hajui kama atateleza na hakutaka kuteleza. Kama ishatendeka, tunaweza sema hiyo ni mipangilio ya Allah. Allah alikuwa ameandika. Kwa hivyo baada ya jambo kutendeka, tunaweza kusema ni mipangilio ya Allah. Hivi ndio Allah amekuandikia. Saizi mtu amekufa. Kwa nini amekufa? Allah amemwandikia atakufa na ugonjwa. Allah amemwandikia. Kwa hivyo baada ya jambo kutendeka, tunaweza kusema ni mipangilio ya Allah na iliandikwa na ni jambo ambalo kwamba ni la sawa. Ya pili, ihtijaju bilqadari ala almaasiyati allati taba minha. Mtu anaweza kujitetea na qadar kwa maasi ambaye kwamba ashatubia. Saizi wakuta kuna mtu alikuwa ni mlevi chakari, kila mtu anamjua, lakini Allah akamuongoza, akawacha masala ya pombe, akabadilika, akawa katika watu wa khairi kabisa. Kuna watu kama hawa pengine kwa Islamu baina yetu sisi, ama mtu alikuwa na dhambi fulani, baadaye ametubia, amewachana na ile dhambi. Baada ya kutubia, yule mtu anaweza kusema
wakati alikuwa anakunywa pombe, Allah alimwandikia anywe pombe, kisha Allah akambadilisha. Inawezekana kusema mambo kama haya. Wakati alikuwa anakunywa pombe, Allah alimwandikia anywe pombe, kisha akambadilisha. Inawezekana kutumia jambo kama hili. Kwa nini? Ni jambo lilikuwa na akaliwacha, ashakuwa mtu mwema sasa. Inawezekana kutumia kauli kama hiyo biidhnillah, inakuwa haina shida. Ya tatu ni jambo ambalo kwamba halifai, nayo ni ihtijaju bilqadari ala almasiyati allati la yazalu alaiha wa yatiha. Saizi mtu watekeleza maasi kisha yuanza kusema ni qadar. Mtu haswali. Kwa nini haswali? Eti si Mungu ameniandikia nisiswali, kwa hivyo mimi siswali. Hii inakuwa ni mchezo hii. Na huyu mtu anaenda kuadhibiwa na Allah ikiwa atakuwa katika hali kama hii. Saizi mtu anaiba, anakuambia wacha akaibe. Kwa nini waenda kuiba? Eti Mungu sasa ameniandikia niibe, wacha nikaibe. Ile inakuwa ni mchezo, ile ni jambo ambalo kwamba halikubaliki kisheria. Kwa hivyo hatuwezi kujitetea na qadar kabla ya jambo kutendeka, lakini baada ya jambo kutendeka twaweza kujitetea na jambo kama hii ambayo kwamba ni ya qadar. Kuna kaida kwa maulama wamesema, yajuzu al-ihtijaju bilqadari inda al-masaibi la ala al-maayib. Yawezekana kujitetea na qadar baada ya musiba, si wakati wa kumkosea Allah. Al-maayib bimaana al-maasi. Haufai kujitetea na qadar wakati unamkosea Allah, lakini baada ya lile jambo kupita unaweza ukajitetea na jambo kama hili. Ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi ambayo kwamba ni sahihi kabisa, baina ya mitume wawili, mitume wetu wote, Nabii Adam alayhi salatu wassalam na Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Kuna wakati walikutana. Vipi walikutana? Allahu a'lam. Mtume ametueleza mambo kama haya, kama ni roho, kama ni wote walikutana wakaanza kuzungumza, Nabii Adam na Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Nabii Musa akamwambia Adam, anta alladhi akhrajtana min jannati bidhambi alladhi ataita bihi. Wewe Adam, wewe ndio ulitotoa sisi janna kwa dhambi ambayo kwamba umekuja nayo. Ulikatazwa kula kitu fulani, ukala, ukamkosea Allah, ukawa ni sababu yetu sisi kutolewa katika janna ya Allah. Mbona umefanya mambo kama haya? Nabii Adam alayhi salatu wassalam akamwambia Nabii Musa, ya Musa, wewe ulipewa Taurat? Akasema naam. Ulisoma Taurat vizuri? Naam. Je, ulikuta katika Taurat ya kuwa mimi nitaumbwa na nitakula katika mti ambaye kwamba nilikatazwa? Akasema naam, nilikuta kitu kama hiyo katika Taurat. Kwa muda gani? bi50,000 sana, kabla uumbwe. Katika miaka 50 kabla uumbwe, Allah alikuwa ashaandika katika Taurat Nabii Adam ataumbwa, itakuwa na itakuwa na itakuwa. Sasa Nabii Adam akamuuliza Nabii Musa, vipi wanilaumu mimi kwa qadara ambayo kwamba Allah ameniandikia? Tuelewana? Vipi wanilaumu mimi kwa qadara ambayo kwamba Allah ameniandikia? Nabii Adam ameleta hoja kwa maasi, si ndio hivyo? Ni maasi iko ama ilipita? Hiyo maasi iko ama ilipita? Ilipita. Kitu ambaye kwamba imepita tunaweza kusema ni qadar, lakini ambaye kwamba iko mbele yetu hawezi kusema ni qadar, itakuwa ni mchezo jambo kama hili. Ndio wakasema maulama, kabla ya kutekeleza jambo hauwezi kulisema ni qadar. Baada ya jambo kutendeka inaweza kuwa ni qadar biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikhwani fillah, mpaka hapo tutakuwa ni wenye kukoma biidhnillah. Tumegusia masala ya mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Natarajia kuna jambo ambalo kwamba tumeelewa sehemu kama hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na insha Allah tumombe Allah tuongoze katika njia ambayo kwamba ni sawa, kwa mambo ambayo kwamba ni ya khairi biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tufaidike na jambo kama hili insha Allah.